Labda mimi niwaambie kitu kimoja sana wana Simba. Katika sheria 17 za mpira wa miguu, sheria namba 5 ndio inampa mamlaka mwamuzi kwenda kuamua katika kile ambacho alichokiamua. Leo hii Simba tutasema, leo hii Simba tutazungumza, lakini maneno yetu hakuna jambo lolote tutakwenda kubadilisha maamuzi ambayo tayari mwamuzi ameshafanyaje. Kako kamsemo kadogo kanasemekana Wandengereko na Wazaramo mara nyingi na kutumia. Wanasema mwenye macho ambiwi tazama. Kila mmoja atumia akili yake kwa namna ambavyo maamuzi anaonaje alivyomuona. Ila tuelewe tu, tumecheza fainali. Mmiliki wa timu tucheza naye fainali ni makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika, ambaye mwaka jana alicheza fainali na Zamalek ya Misri akapoteza taji. Mwaka huu amecheza na Simba Sports amechukua taji. Mwenye macho ambiwi mmekubali. Yes. Na ndio maana tumerudi na kigoma cha King Faida. Nani katuua refa King Faida ndio alikuwa anaimba. Lakini hajakataa goli hata moja. Wewe mbilani ukwenda shehe. Mkwala aliweka kuweka. Lile swaliona goli liona. Nani che acha. Taaluma kasome sheria namba 11 offside, acha wewe mambo wewe. Ulionyesha kwenye TV. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana waandishi wa habari kwa kazi kubwa, kazi nzuri unafanya, lakini niwaombe wana Simba kupitia nanyi tuendelee kuisupport timu yetu ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Lakini niwakumbushe kesho tuna mchezo wa ligi NBC zidi ya Singida Big Star. Mechi Black Star. Mechi itakuwa rahisi. Kama unaacha jezi za Ghalib Saidi leo hii, kama unaacha jezi za GSM unakwenda kubrandi jezi za Barakane, maana yake wewe umeamua kwenda kusaliti Dar es Salaam Young Africans na umeamua kwenda kutangaza jezi za nani? Za Barakane. Semaji kawasaliti. Leo kitengo cha habari cha Dar es Salaam Young Africans wamekuwa wasaliti wa bosi GSM. Watu wa biashara wende wakawafundishe maana ya kubrandi kitu wa jamaa. Umeka ushamba. Yawezekana wakawa kwenye utani lakini wakawa kwenye uashiria. Na ndio maana kwa nini zimeuzika jezi za Barakane? Walichogundua kitengo cha habari cha Yanga kwamba jezi za Barakane ni original kuliko ni jezi za kwao. Na ndio maana mzee wa Maokoto kubwa jinga yule ameamua kubrandi jezi nani? Ya Barakane. Godi Yanga sema nile ameamua kubrandi jezi nani? Barakane. Nichukue nafasi hii nimwombe sana Samuel, moja mkurugenzi wa wanachama Dar es Salaam Young Africans, au angalie hawa wanakwenda kuisaliti Dar es Salaam Young Africans kwenye biashara. Na wachunguze. Juzi nilikuwa nimekaa Zanzibar kabla ya mechi. Nimemwona yule ndugu yangu anakwenda mbele kama anarudi nyuma. Kevo amevaa jezi ya Barakane. Unakaa unajiuliza, huyu kweli influencer wa Yanga? Na kuna mtu mmoja aliwahi kunambia yule Kevo ana degree. Sio kweli, mwenye degree hawezi kufanya ujinga kama ule ambao Kevo anaufanya. Guys, waandishi wa habari, mliwahi kushuhudia mwanachama wa Simba anafanya ujinga ule ambao Yanga wanafanya? Kwa hiyo leo waandishi wa habari msiseme utani. Semeni kitengo cha Dar es Salaam Young Africans, kitengo cha habari kimeamua kwenda kumsaliti mwekezaji anawekeza kwenye timu yao GSM. Na ndio maana wametangaza safari, wote nyinyi mnajua. Wanakwenda Zanzibar. Jana Alikamwe katangaza. Na moja Zanzibar wanavaa jezi za nani? Za Barakane. Waarabu tuna neno letu moja tunasema fadhilaka wapundaka. Fadhilaka wapundaka. Manake Waarabu gani wapundaka? Fadhilaka. Leo haya ndio malipo GSM wanayopata kutoka kwenye kitengo cha habari cha Yanga.
Fadhilaka wapundaka. Wafadhilaka wapundaka. Maana yake au fadhila punda ni mateke. Nenda kauliza wao si Waarabu weusi. Nenda kaulize wenyewe. Fadhilaka pundaka. Wapundaka. Kwa niwaambie ndugu zangu hawa. Ndio. Simba na Yanga kweli ni watani. Lakini tuende kwenye utani wa maslahi ya vilabu vyetu. Tuende kwenye utani wa maslahi kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusende katika utani ambao tunaofanya tukaenda kuwaumiza wale watu ambao wanajitoa usiku na mchana kwenda kuzisaidia hizi timu. Leo utani waliofanya kitengo cha habari cha Dar es Salaam Africans wamekwenda kumuumiza mwekezaji wao GSM. Kuna haja uchunguzi ufanyike pale ili pengine wanaweza kagundua baadhi ya vitu kama viashiria vya usaliti. Kabla ya uchunguzi, usaliti tayari umeshaonekana. Leo meneja kitengo cha habari cha Dar es Salaam Africans ni kioo cha jamii. Akifanya meneja wa habari ndio Yanga amefanyaje? Imefanya. Kwa Yanga wazi wazi kupitia president wao wameamua kufanya kumsaliti mwekezaji wao GSM. Nimuombe sana Ghalib, ni bilionea yule, ana hela, atafakari jua hili. Wema wake unamponza. Leo yule Semanile Godi anajisahau. Leo anakwenda kumbrandi jezi ya Barakana na yacha ya Yanga. Hebu nyinyi waandishi wa habari nitafuteni namba Ghalib Said nitakaongea naye. Hamna nyinyi? Nitakuwa. Nimbeni. Nitakuwa. Kwa hiyo mimi nasema Simba na Yanga bado tuendelea kwa watani, lakini wajaribu kuangalia utani ambao unaostahili kutaniwa. Kuna namna imewakera kwa kile ambacho wamekifanya Kisugu wewe kama shabiki wa Simba. Sisi hatujakereka kama Simba. Sisi Simba tunaendelea kuenjoy sana juu ya matokeo ambayo yalotokea Zanzibar. Kwa sababu ni matokeo ambayo sisi hatukutarajia, ni malengo ambayo hatukupanga kufika pale ambako tulifanyaje? Tulikofika. Waandishi ni mashahidi. Target ya Simba ilikuwa nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Baada zaidi ya miaka 6 kuishia robo finali katika mashindano yanayoandaliwa shirikisho soka barani Afrika. Tukasema mwaka huu tupambane kuhakikisha kwamba tunakwenda japo nusu. Tulipokwenda kwenye nusu, tukasema kumbe kwenda kucheza finali inafanyaje? Inawezekana. Tukapambana. Mungu akatujalia tukaenda finali. Tukaamini kwenye finali tukipambana vile inafanyaje? Inawezekana. Lakini jitihada tulijitahidi, kudra kaenda kuna jitihada na kudra. Jitihada inabaki kwa mwanadamu, kudra inabaki kwa Mwenyezi Mungu. Wao niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Wasijisikie wanyonge. Watembee kifua mbele, wao ni washindi. Sisi mashabiki wao tuendelea kuwa support. Na nimuombe sana mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu. Nimsihi sana mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba, mwekezaji wetu Mohamed Dewji maarufu Mo. Nimuombe sana CEO wa Simba Madam Zubeda waendelee kupambana, sisi wanachama tuko nyuma yao. Hiki walikofanya ni kikubwa kwetu, kuona namna ambavyo malengo ya Simba mwaka huu yamekwenda kutimia. Leo watu wanaanza kuona ajabu kwa nini nasema malengo ya Simba yametimia kabla ya ligi ya NBC haijafanyaje? Haijaisha. Lakini malengo yetu Simba kuhakikisha mwakani tunakwenda kushiriki Champions League. Tunakwenda atwendi? Mnaenda. Ni waibie siri wana Simba. Waibie. Mwenyezi Mungu mpe maisha marefu Mo. Usajili waliofanya Simba mwaka huu ambao mimi naujua, wallahi na hapa mbele Mwenyezi Mungu mwakani Champions League tunakwenda kucheza finali. So nusu finali. Champions League mwakani tunakwenda kucheza finali. Wanakuja watu kufanya kazi.
Sugu. Ile namba aliyoitaka Fadlu Davis tayari. Ile namba aliyoitaka Fadlu Davis tayari. Kisugu. Sisemi. Ile anawaambia wana Simba namba aliyekuwa anaitaka Fadlu Davis tayari. Hebu fungua kodi basi. Lile striker alikuwa analitaka kwenye 2-1 lazima liweke nyavuli nalo tayari. Si mnayo mastrika pale. Lile fullback lilikuwa linatakiwa na Fadlu Davis. Chini na Nevela, juu lina Crash. Kulia linazima, kushoto tayari. Kwa niwaambie wana Simba kazi yetu kubwa ni kwenda kuipa support Simba. Kila jambo limekaa tayari, limekaa sawa sawa. Usajili wa Champions League umekamilika. Tunarejea mwakani vingine katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, mara baada ya mechi yalizungumzwa mengi sana na mpaka leo watu wanazungumza mengi sana kuhusiana na refari wa mchezo. Pengine wewe Kisugu ni mtu ambaye umekaa kwenye mpira kwa muda mrefu sana na una